Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nataka niongee na wewe kuhusu uchawi wa chakula. Uchawi wa chakula, na hii nitaitoa kwenye neno la Mungu, sitaitoa kwenye akili zangu mwenyewe. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 na mstari ule wa 6 nasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mmewe naye akala. Wengi mnajua hii story, mnajua hii habari ya Adamu na mke wake walivyodanganywa na nyoka. Kwanza aliyedanganywa, Biblia inasema wazi kabisa kwamba Adamu hakudanganywa, lakini mwanamke alidanganywa mpaka akaingia katika hali ya ukosaji. Kwa hiyo mwanamke alipochukua lile tunda, kwanza alipoangalia ule mti akaona kwamba unafaa kwa chakula, na akaangalia ule mti akaona kwamba unatamanika, akala, akampa na mmewe naye akala. Kilichofuata ni nini? Kilichofuata, dunia nzima iliingia kwenye matatizo. Magonjwa yaliingia, umaskini uliingia, shida iliingia. Watu wote tunafahamu kwamba tunda ni chakula, na chakula ni kwamba kinapoingia mwilini kinaenda chooni, lakini virutubisho vidogo ndio vinabaki vichache vinavyokaa mwilini kwa ajili ya kurutubisha mwili. Lakini hili tunda ambalo Adamu alikula pamoja na Hawa lilikuwa ni tunda la aina gani, ambalo unaona kwamba impact yake iko mpaka leo. Imagine tunda tu, lakini mpaka leo watu wanakufa, mpaka leo watu ni wagonjwa, mpaka leo watu wana matatizo kwa sababu ya tunda. Maana yake kwamba hili halikuwa tunda la kawaida, kulikuwa na kitu zaidi ya hili tunda. Na utakumbuka mwanamke anasema akauangalia mti. Kwa hiyo utaona ya kwamba hata leo hii wachawi wanapotaka kutesa maisha ya watu wanatumia chakula, na hata wakitaka kuloga wanatumia mti, wanatumia majani ya mti, mizizi ya mti, au yale maganda ya mti ama tunda la mti. Na wanapotumia ile tunda watakupa chakula. Kumbuka hata Yesu mwenyewe alipokuwa mlimani aliambiwa badilishe jua kuwa chakula. Watu wengi maisha yenu yameharibiwa kwa sababu ya chakula. Chakula peke yake. Kuna watoto wengine, watoto wa kichai, wanakwenda mashuleni kule, wanakuwa na mikate, keki, na wanagawia watoto wengine kule shuleni. Sio wote, nasema baadhi. Kwa sababu hata mashuleni kuna wachawi. Kuna watoto wetu ambao wamelishwa vyakula vya kichawi. Lakini wengine maisha yetu yameharibika tulipokula vyakula misibani. Wengine tulikula vyakula wapi huko kwenye maharusi. Sio maharusi yote wala sio misiba yote, sijui kaninukuu vibaya. Kuna baadhi ya watu maisha yetu yameharibika kwa sababu ya vitu tulivyokula, chakula tulichokula. Umeona? Kwa sababu mchawi anatumia vitu viwili zaidi. Kwanza anatumia maneno kama vile nyoka alivyokuwa anaongea na Hawa, lakini pili anatumia chakula. Sasa kuna watu ambao mmelishwa vitu vibaya kwenye maisha yenu. Wengine mmelishwa physically kwenye maharusi kama nilivyosema, kwenye masherehe, au hata watoto wengine shuleni, lakini wengine mmelishwa vyakula kwenye ndoto. Saa hii ninavyoongea na wewe, kwa mamlaka niliyopewa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, uchawi wowote ulioingia kwenye mwili wako kwa kupitia chakula na ukabadilisha hatima yako, kawa na impact kubwa, pengine ni chakula kwa njia ya ndoto, pengine ni chakula kwa njia ya vyakula ulivyoletewa na mtu, na rafiki yako, au kwenye maharusi, ama ni mtoto wako, ninaamuru sahihi kwa damu ya Yesu. Ndio maana Yesu akasema mimi ni chakula cha uzima. Mnile mimi, na kila mtu anayekula mimi atakuwa na uzima, na atakayekunywa damu yangu ni kinywaji cha nini? Ni kinywaji cha uzima. Na nichaambia, anasema fanyeni hivi kwa kumbukumbu langu. Fanyeni hivi kwa kumbukumbu langu. Kwa nini hata Yesu alitaka tuwe tunakula mwili wake, tunakunywa damu yake, tunafanya meza ya Bwana kwa kumbukumbu lake? Kwa sababu alijua watu wengi maisha yao yanaharibiwa kupitia chakula. Kwa saa hii ninavyotamka na wewe, unaweza ukachukua chakula ulichonacho hapo saa hii tunavyoongea. Unaweza ukachukua mkate kama unao, ama biskuti kama unayo, ama hata wali kama unao, ama chakula chochote kama unacho. Kama sasa hivi ndio umeniona kwenye mtandao, basi unaweza ukaiplay baadaye hii clip, alafu ukachukua chakula chochote.
Kwa mfano sasa, kama umechukua chakula, labda kumepozi clip, sasa umechukua chakula chochote ulicho nacho hapo, ninabadilisha mkate ama ni ugali ama ni mchele ama maanisha wali ama ni biskuti ama chochote kuwa mwili wa Yesu Kristo wa Nazareth hai, na nabadilisha mchuzi ama chai ama soda ama chochote ulichokichukua sasa ulichokishika kuwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth hai. Na nataka kuamuru sahihi kwa nguvu ya Mungu nilionayo, unapokwenda kula huo mkate, kula huo biskuti, kula huo mwili wa Yesu sahihi, unakwenda kuondoa kila uchawi kwenye mwili wako, na hiyo damu ya Yesu utakwenda kuinywa, inakwenda kusafisha uharibifu wote ambao umetokana na uchawi wa aina yoyote kwenye maisha yako. Na ninaamuru nguvu ya Mungu sahihi hapo ulipo, unaposhiriki meza ya Bwana, unaponisikiliza sahihi, tunza hii clip, share au ni follow kwenye clip. Unapokifika nyumbani, tengeneza hii meza ya Bwana sahihi, tengeneza huo mwili ambao nimeshaomba, na ninaamuru sahihi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, huyo msikilizaji wangu, wewe ananitazama, chochote alichotengeneza kama mwili wa Kristo, wewe ni chakula cha aina yoyote, na naamuru sahihi kinapoingia kwenye mwili wake, kikasafishe, kikaondoe kila uharibifu kwenye maisha yake uliotokana na chakula ama maneno ya shetani ama matambiko ama manuizo ya kichawi, ikatoke sahihi kwa jina la Yesu Kristo, na damu ya Yesu ikaingie ndani ya mwili wake sahihi, ikasababisha uzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Mimi ni rafiki yako, naitwa Apostle Godfrey Fungo Master. Naomba ushare clip hii mara nyingi sana na marafiki zako, watumie, maana ni ufunuo Mungu amenipa kwa ajili ya kuondoa kila uharibifu ulioingia kwenye mwili wako sahihi. Na unaweza ukaisikiliza kwa kurudia wiki nzima, na ukahakikisha ya kwamba unashiriki hiyo meza ya Bwana ambayo nimeiombea nyumbani mwako. Unaweza ukachukua chochote nimesema, soda, maji, ukabadilisha kwa damu ya Yesu, ama ugali, wali, ama mkate, ama chochote kwa mwili wa Yesu Kristo, na ukashiriki kwa imani pamoja na mimi sahihi. Na nitakaporudi kesho kipindi cha pili, nitaonyesha hapa kabisa, tutashiriki hapa kabisa, nitaonyesha meza ya Bwana hapa live, na tutashiriki na Mungu atakufungua katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Amen. Naomba ni follow ni follow kwenye mitandao yangu ya kijamii, niangalie Godfrey Fungo mahali popote, ni follow TikTok, naomba unifollow YouTube Godfrey Fungo, naomba unifollow Facebook Godfrey Fungo, Instagram naomba unifollow Facebook Godfrey Fungo, lakini mpe rafiki yako namba hii 0765838559. Irudie tena 0765838559. Nakupenda sana, kanisa letu liko Moshi Maili Sita, mfereji mdogo wa Maili Sita Moshi, Kilimanjaro. God bless you so much. Be blessed. You are healed in Jesus' name. Amen.